and I won't stand back. But I want to see my Jesus someday. I've got my mind made up, and I won't stand back. But I want to see my Jesus someday.
Praise the Lord. I wish I could sit down for the word. Because I've been given only 30 minutes. So 30 minutes I cannot go into the operation. Amen. Asante. So before I share the word, Kabla nilishiriki neno, we thank God because we have ministered the gospel with us. nashukuru Mungu maana tuko na huduma mjini kati yetu Come together with us today in this house. ambao wamekuja kusanyika nasi. And before I bring them, I want to welcome all of you in this house. Kabla niwalete, nataka niwakaribishe wote. Give a hand clap to Jesus because you have come. Makofi maana umekuja. Thank God because you have come. Shukuru Mungu maana umekuja. Greet your neighbor and tell him or her, you have done well to come. Amen. So I thank God because today we have some ministers who have come to join with us. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu leo tuko na huduma ambao wamekuja. And also some who represent their pastors. Na wengine watawakilisha wachungaji wao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. To show that this thing is real. Kuonyesha kwamba kitu hiki We are united tuko katika umoja. for worship Kwa ibada and for praise. na kwa sifa. Hallelujah. Hallelujah. So before I introduce other people, I want to introduce a special person to me first. Mtu wa maana sana kwangu Come kwanza. on, please, please. Mtu na familia. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nashukuru Mungu kwa majina mite Mama Perus Mwando. Nimeokoka Kristo ni Bwana. I'm just happy to be with you this moment as we glorify the name of the Lord. Be blessed. Amen. Amen. Sasa yeye amejiintroduce, nimemjua. Nimesema anaitwa Perus. Nimesema ni bibi wa nani, lakini ni bibi yangu. Thank God for that. I want to bring to you the other servants. Nataka niwaletee watumishi Kaanzia wengine. na wenye wako kwa rea ndio mkuja hapo nilipo. Kuna watumishi kama umetuma na pastor wako umekuja tu kuwakilisha pastor kanisa. Nataka tujue ni kanisa gani imekuja so that we may know the pastor kama pastor mkutuma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Amwite Joseph Obasi Opio, nikiwa katika kanisa la Senior Kenya Assemblies of God, nikiwa nimesimama kwa niaba ya mchungaji Pastor Reverend Obonita. Amesema mko tuko pamoja. Amen. Asante sana kwa neema ya Mungu. Kiongozi wa Nasibari. The word Kwa sababu ya wakati tutaenda kwa neno. and our key theme is Psalms 147 verse 1. Mada yetu itatoka kwa Zaburi 147 mstari wa kwanza. Psalms 147 verse 1. As I was reading it, I captured three words that are very important. Nilipokuwa nasoma nilichukua maneno matatu ambayo ni ya muhimu sana. Psalms 147 Zaburi 147 verses 1. mstari wa kwanza. There's a scripture that they gave to this special occasion. Hiyo ndio kifungu ambayo walipeana kwa hii siku maalum. The Bible says, Biblia inasema, praise the Lord. sifu Bwana. How good is it Ni vyema aje to sing praises to our God. kumwimbia Mungu wetu sifa. Number one thing that I've captured here is good. Jambo la kwanza nimeshika pale ni vyema. And it also says, Na pia how inasema, pleasant. je, ilivyo bora aje. Number two is pleasant. Jambo la pili ni bora. And how fitting Na vile ilivyo to sawa praise Him. kumsifu. Hallelujah. Haleluya. So David Daudi gives us the importance or the anatupatia, power behind praise. anatupatia umuhimu wa nguvu nyuma ya sifa. Now when praise comes out of us, Wakati sifa inatoka kwetu, it elevates us into two levels of categories of
or two levels spiritually, in the spiritual realms. Inatuinua kwa viwango viwili katika hali ya kiroho. Praise lifts us to a kingly anointing, Na sifa inatupeleka kwa upako wa kifalme, also to a priestly anointing. na hata ile upako wa So when kikuhani. you start praising, Wakati unapoanza you start giving God praise unaanza kumpa Mungu and sifa worship, na you ibada, are now a king sasa hivyo wewe ni and mfalme, you are also a priest. na hivyo sasa wewe ni So kuhani. this afternoon I'm talking to kings and Asubuhi ya priests. leo nanenea makuhani na I'm not wafalme. talking to people, just mere people, members of the Sioni church. tuna watu ambao ni washirika I'm wa sharing kanisa. to kings and priests. Ninanenea makuhani So na praise leads you to that place. na sifa inakuelekeza mahali pale. For you to be a priest, Ili wewe uwe kuhani, for you to be a king, ili wewe uwe you need an anointing. unastahili upako. And that's why this afternoon, Kwa sababu adui ya I'm sharing on protecting your anointing. ninanena kuhusu kulinda upako wako. For you to be a priest, Ili wewe uwe for kuhani, you to be a king, ili wewe uwe you mfalme, must have anointing. lazima uwe na And the upako. Bible says it is good, Na Biblia inasema ni it is vyema, pleasant, ni bora, it is fitting. ni sawa. Hallelujah. Haleluya. For the praise Ili sifa and the worship na ibada to be pleasing, iwe ya kufurahisha, to be fitting, ili iwe and to sawa be good, na iwe bora, you must be operating in an anointing. lazima uwe unatenda kazi chini ya upako. So without that anointing, Bila hiyo upako it shall not be fitting, haiwezi kuwa it shall sawa, not be good, haiwezi kuwa it shall vyema, it shall not be pleasant. haiwezi kuwa vyema. And that's why this afternoon, Ndio sababu adhuria I just want to leo share briefly nataka ninene kwa on protecting the anointing kwa kulinda upako on us as a singer. juu yetu kama As we praise upako. God, Tunaposifu we Bwana need to protect our anointing. lazima tulinde upako Because wetu. anointing has an ability to leak. Kwa hivyo upako una uweza wa kutoka kuvuja, It can leak out. inaweza vuja And nje, you find that you are just an empty noisemaker when you are singing. na unapata kwamba wewe ni mtu Most of the time, some of our songs, nyimbo zetu some of our singing, uimbaji wetu may mwingine not be pleasing huenda si ya may not be kufurahisha, fitting, huenda sio and sawa, also may not be good. huenda si mzuri, Because you don't have an anointing. kwa sababu hauna So upako. today we're just sharing on protecting your anointing. Kwa hivyo leo tunataka tushiriki kuhusu kulinda upako. And what is an anointing now? Upako ni nini sasa? An anointing is God's power Upako ni nguvu za Mungu and presence na uwepo activated in our lives. inayotenda kazi maishani mwetu. God's power Nguvu za Mungu and presence na uwepo activated in inayowekwa our lives. katika maisha You yetu. can sing, Unaweza imba, but without God's power and lakini presence, bila nguvu na not all uwepo, singers sio waimbaji have the wote presence of God wako na uwepo wa because Mungu, they don't have that anointing. kwa sababu hawana hiyo So upako. anointings are activated power. Kwa hivyo upako ni nguvu And as ambazo a singer, you need zinachochewa. that activation. You need to be activated. Lazima uwe umechochewa, The power of God, nguvu za the Mungu, presence of God uwepo wa to Mungu be on you ili uwe as a kwako singer. kama mwimbaji. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I want you to know that you are anointed. Nataka ujue kwamba umepakwa. I'm speaking to anointed people. Na nena kwa watu ambao wamepakwa. Hallelujah. Hallelujah. Tell your friend, you know I am anointed. Ambia jirani yako unajua nimepakwa. I don't need a prophet to put his hands on me Sitaji na pia niwekee mikono to yako. prove my anointing. Ili adhibitishe But once I umepakwa. enter into that realm of praise, Lakini ninapoingia katika hali ya once I sifa, enter into that realm of worship, ninapoingia katika I hali ya become ibada, a king ninakuwa and I mfalme become a priest. na ninakuwa kuhani. Hallelujah. Hallelujah. I'm not what people see me, Mimi sio vile You watu may see me wananiona. as a short person, Unaweza niona mtu but I am a mfupi, priest. lakini niko I will not be kuhani. able to carry a big Bible in Wewe mine. nisibebe Biblia But when I enter to that realm, lakini ninapoingia I have anointing. niko na upako because I'm a priest kwa sababu mimi ni kuhani and a king. na mfalme. Hallelujah. Haleluya. So I'm not talking just to members of the church. Siongeleshi tu washirika wa I'm talking kanisa, to priests na and kings. nenea wafalme na kuhani. John 2:27 says, we have this anointing. Tuko na hii upako, You have this anointing. tuko na hii upako, And when you have an anointing, na wakati uko na it upako also needs protection. inahitaji If you kulindwa. are careless, your anointing shall leak. Kama wewe uko tu hivyo You kule, remain upako an wako entertainer. wewe unabaki yule
kutumbuiza. Hallelujah. Haleluya. Churches are tired of entertainers. Makanisa tumechoka na kutumbuiza. Praise the Lord. Bwana We are asifiwe. not there to entertain. Hatuko pale We are kutumbuiza. there to please people. Hatuko pale We kufurahisha are there to watu. present God. Tuko pale And kuwakilisha to Mungu. present God through Na anointing. kuwakilisha Mungu kupitia upako. As a church, as a member of praise and worship, Kama kanisa, kama mwanasifa As a wa ibada, singer, kama mwimbaji, you may sing on the altar, unaweza imba kwa but madhabahu, without the anointing, lakini bila you upako find you are struggling. unajipata unang'ang'ana. So this afternoon, Dhuhuri ya leo we are looking at ways of protecting our anointing. tunaangalia njia za kulinda But I upako want to tell wetu. you the anointing I'm talking about is so fragile. Nataka kunena kuhusu upako ambao nanena ni ile ya kupembeleza kama yai, iko kama yai. Yes, it's as fragile as an egg or a thermos flask. Hiyo iko ni ya kupembelezwa kama thermos ama kama yai. Anointing, the anointing that you are carrying as a singer Upako ambao umebeba kama mwimbaji is so fragile ni ile ya that kupembelezwa. it can break. Ni rahisi sana, inaweza kushika, It can easily leak out. inaweza vuja wakati wowote. Hallelujah. Hallelujah. So you need to protect it. Unahitaji kuilinda. I was telling the church last Sunday Nilikuwa naambia kanisa Jumapili that if you iliyopita, sell eggs at the marketplace, ukiuza mayai pale you sokoni, don't start war. usianze vita. Bwana sifiwe. Amen. You should not start war at the marketplace Usianze vita if you pale sell sokoni eggs. kama unauza mayai. And that's what a praiser should be. Na hivyo ndivyo mwimbaji You unastahili should kuwa. protect your anointing. Lazima ulinde upako wako. If you sing without the anointing, Ukiimba bila upako, you will not even bless people. hautabariki watu. The church needs anointed singers, Kanisa linahitaji waimbaji ambao not just wamepakwa. presenters. Sio tu wale wa kuonyesha. Even Ndombolo is a song, Hata ndombolo ni wimbo, but without anointing. haina upako. Hallelujah. Amen. We need an anointing. Tunahitaji upako. And I say that you are anointed. Na ninakwambia kwamba umepakwa. As you become a singer, Unapokuwa the mwimbaji, moment you lift up your voices to the wakati Lord, unainua sauti yako kwa you are on Mungu, the level of a priest and a uko king. katika kiwango ya ufalme na And the kuhani. king must have an anointing. Na mfalme lazima awe And na the priest upako. must have an Na anointing. kuhani lazima awe na And upako. therefore we have to protect. Na kwa hivyo lazima Now tuilinde. if we look at the book of Exodus chapter 28, Tukitazama Kutoka we may not 28, read, we may not Wenda read, I just tusisome. paraphrasing because of time. Nitaisema tu kwa sababu ya wakati. Time is not on our side. Saa haiko upande Exodus wetu. 28, Kutoka 28, Moses Musa is giving out anapeana the way a priest should present, or the attire of a priest. anaonyesha vazi la kuhani. He gives out what a priest must put on. Anaonyesha vile kuhani anastahili And I kuvaa. said, as a singer, you are a priest. Na nimesema kuhani wewe mwimbaji ni It is not kuhani. when you start ministering, Ukianza kuhudumu, you are the first ministers wewe ndiwe mhudumu wa to kwanza, usher the preacher ili ukaweza kumleta for your church to have a flow in ili kanisa the lako word. iwe na mtiririko wa neno. Worship and praise must have given a breakthrough. Ibada na sifa lazima iwe So you imependeza. are priests. Kwa hivyo nyinyi ni kuhani. And the Bible gives us the attire of a priest. Na Biblia inatupatia vazi la kuhani. He told them Anawaambia how to prepare or to make the attire, how the priest should put on. vile ya kujitayarisha vile kuhani anastahili And I talk kuvalia. about 4 things Na nitanenea mambo manne that a priest must have as a singer. ambayo mwimbaji kama kuhani You anastahili. must have those 4 things. Lazima uwe na hiyo vitu If vingi. you read Exodus chapter 28, Ukisoma Kutoka verse 28 2 to 4, mstari wa 2 hadi 4, it has about 3 or 4 types of clothes. iko na mara 3 4 aina ya Number mavazi. 1, Jambo la it kwanza talks about a turban. inanena kuhusu kitambaa. Yeah, turban. Kitambaa, Kilemba. kilemba, A turban. kilemba. And the Bible says Na Biblia inasema they should make a turban wanastahili kutengeneza kilemba with a seal. na muhuri. A turban. Kilemba What does that mean? inamaanisha nini? For you to protect your anointing, Ili ulinde upako you wako, must protect your mind. lazima ulinde mawazo yako. Amina.
If your mind is not protected, kama mawazo yako haijalindwa, if your mind is empty, kama mawazo yako iko your tupu, mind is on very funny things, mawazo yako iko kwa vitu your anointing leaks. upako wako And most utakuwa. of us, Na wengi wetu our anointing leaks when we are on internet upako wetu unavuja wakati tuko kwa because we mtandao, cross borders kwa sababu tunapita and mipaka go outside the will of na God. tunaenda kando ya So as a mapenzi. singer, Kama mwimbaji, turban is very important kilemba ni ya muhimu sana to protect your anointing. kulinda upako wako. If your head is not protected, your Kama mind, kichwa chako, mawazo yako haijalindwa, your mind is full of evil. mawazo yako yamejaa maovu. The Bible says Biblia inasema in Romans chapter 8 verse 12, Warumi 8:12, I think this is the scripture I'm talking about, that do not conform your, is it the one? Into the, it's the same, is that the scripture? Do not conform yourself to the patterns of this world, usijiweke katika kiwango cha but ulimwengu, be transformed. lakini mkabadilishwe. And a transformed mind is an anointed mind. Akili ambayo imebadilishwa ni A akili mind full of evil is not anointed. mawazo ambayo imejawa uovu, sio mawazo ambayo imepakwa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If your mind is not transformed, Kama akili yako haitabadilishwa, you lose anointing. unapoteza And that's upako. why Moses was told, Ndio sababu Musa for akaambiwa a priest, ili kuhani he must have a turban. lazima awe na kilemba. And I see most percentage kubwa hapa is the youth. Naona kiwango kikubwa hapa ni vijana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you have a defiled mind, Kama uko na mawazo ambayo yamechafuliwa, you cannot offer an anointed song. hauwezi ukatoa wimbo ambao umepakwa. However you sing the songs, because the Bible says, Hata kama utaimba nyimbo, maana Biblia how inasema, shall I sing the song of the Lord nitaimbaje wimbo wa Bwana in a strange land? katika nchi ya You have kigeni? strange things in your mind. Uko na vitu vya I want kigeni to kwa sing the maisha song yako. of the Lord. Na unataka uimbe wimbo wa It Bwana, shall not go. haiwezi The enda. heavens will not open Mbingu hazitafunguka because your mind is defiled. kwa sababu mawazo yako So yamechafuliwa. for you to protect your anointing, Ili wewe kulinda upako, take care. Put on a turban. ukaweze kuvaa kilemba. Amina. Uliza mwenzako, je, uko na turban? Je, uko na kilemba? Sasa hivi mkitoka hapa mwende kwa fundi sasa. Unaenda kwa fundi, Mseme sasa tunataka tutengeneze turban ya Israeli. tunataka tutengeneze kilemba Israeli na vichemo. Alafu pichemo inakuwa na kitabani yako. Alafu vichemo inakuwa ni kilemba yako. Turban Kilemba is very important. ni ya muhimu And sana, that means your mind na hiyo inamaanisha mawazo must yako be protected from the attacks of worldliness. lazima ikaweze kulindwa kwa kushambulio wa Don't ulimwengu. become a carnal singer. Usiwe mwimbaji wa Carnal singers are known. wale waimbaji wa kimwili When somebody is singing, wanaanza kunyang'anyana microphone. taka kununua nechi microphone. Carnal singers. Wale waimbaji wa kimwili, Don't be carnal. usiwe wa kimwili, Be spiritual. kaweze kuwa May your mind be renewed. wacha mawazo yako, May our minds be renewed. wacha mawazo yetu. Yes, there are attacks from outside. Kila kuna The mashambulizi devil sends attacks in our Shetani minds. anatuma kushambuliwa kwa Even when you are seated, you are looking at a sister. hata mahali umekaa unaangalia dada. Saizi tu Saa hii tu tumekaa, hapa penye tuko, hiyo haikosekani. haikosekani hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Baadaye utatafuta namba. Atafuta namba yake. Carnal mind Mawazo ya kimwili cannot protect an anointing. haiwezi linda upako. Number 2, Jambo la pili, I'm going very fast, naenda kwa haraka sana, but take care of what you allow in your mind. lakini angalia sana kile unaruhusu kwa mawazo yako. I've said you are a king, Nimesema wewe ni mfalme, you are a priest. wewe ni And kuhani, a priest always have an anointing. na kuhani kila wakati ako na upako. Ephesians 4 verse 17 to 19, before I go to the next thing. Waefeso 4:7 hadi 19, kabla niende kwa kitu kingine. I have only 2 things ahead of me. Niko na vitu viwili tu mbele yangu.
Ephesians Waefeso 4, 4 17 to 19. 17 hadi 19. This I say therefore, and testify in the Lord, and ye therefore, and ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. 19, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Paul is telling the Ephesians not to go the way the non-believers go. Paulo anaambia Waefeso wasiende vile wasioamini wanaenda. Don't sing like Ndombolo. Usiimbe kama Kanda Mbongoman. Kanda Bongoma. That's an unbeliever. Huyo ni mtu asiamini. Don't copy the styles of the world. Usiende kuiga mifano ya You know, ulimwengu. the styles of the world, we copy them and they enter our minds. Mifano ya ulimwengu tunaiga na inaingia And kwa we akili become zetu. worldly. Na tunakuwa wa kiulimwengu. So that unaweza kuja kwa madhabahu wewe sababu uliona mtu wa ulimwengu akivaa akisaji lomo hadi anakaa kama amevaa ile amekunya ndani. Anataka kuvaa ama hakutaka kuvaa. So you come akifanya hivyo because your mind is like of the world. Maana mawazo yako ni kama ya ulimwengu. Let us sanctify our minds. Wapenza, wacha tutakase For us to keep our anointing. ili tukaweze For kulinda the anointing to flow in that praise and worship. Praise and worship ya KAG. Ile upako We need the mind to be protected. tunataka akili zetu. Harvest Center, you need the mind to be protected. JCC and all these churches. Na hii makanisa yote Because when we have keep our anointing, kwa sababu wakati tumelinda upako wetu, the presence of God comes. uwepo wa Mungu unakuja chini. Without the anointing, Bila upako no presence. hakuna uwepo. Number 2. Jambo la pili, So, number 2 thing that Moses was told was to make a chest piece or a breast piece. Breastplate. Jambo la pili ambayo Verse 29 of Exodus 28. Chepeo. Chepeo ndio hiyo. Chepeo ni kofia na hii ni Ephesians ngao. Praise the Lord. Akaambiwa, he was told to make a chest piece on a breastplate. Akaweza kutengeneza ngao That kifuani means mwake. taking care of the heart. Hiyo inamaanisha kushughulikia ama kulinda moyo. The heart is very important Moyo ni muhimu to sana. keep the anointing. Kuweka upako. The heart when it carries people. Moyo wakati You unabeba know, I watu. have heard people on the pulpit. Nimesikia watu, nimeona watu They are in a madhabahu. team, but wanasema mimi sifulona agi. Wako kwa kikundi na wanasema And mimi he's sijaenda carrying pamoja na agi Mungu. in his heart. Anabeba mchungaji katika moyo But they wake. are on the same pulpit. Lakini wako katika madhabahu yake. Mimi sifulona yeye. Mimi siendani na yeye. So what means Inamaanisha Moses was told Musa to aliambiwa carry the names of the people of Israel. abebe majina ya watu wa Not Israeli. negatively. He should be sending them to God every now and Anaweza then. kuipelekea Mungu kila But what wakati. you carry in your heart Kile unabeba katika moyo wako determines what you offer. inaonyesha kile unapeana. If your heart is full of bad things, Kama moyo wako imebeba vitu viovu, you offer bad things. utapeana vitu And your viovu. worship, Na ibada yako, your praise, sifa will not be zako pleasing, hazitakuwa will not be fitting, hazitakuwa and sawa, not be good. hazitakuwa sawa. What do you carry in your heart? Unabeba nini moyoni mwako? Do you carry people? Unabeba watu, Do you carry unforgiveness? unabeba kutosamehe. Hallelujah. Hallelujah. What you carry Kile in your unachobeba heart matters katika moyo wako a inajalisha lot. sana. The names Majina and the nature of your heart na hali ya moyo wako determines the anointing. inaonyesha upako. The people you carry in your heart Watu ambao wanabeba kwa moyo wako determines the anointing. inaonyesha upako. So determine to release Ukaweze kuachilia those who have offended you. wale ambao The wamekukosea.
especially those who are in the, if you are in the same team. haswa sana kama I'm talking to teams. na nenea vikundi. Kuna watu wa vikundi hata wasalimiani na kwa worship team ya church. Bwana asifiwe. Amen. Hawasalimiani. They are not in terms. They are not in terms. Hawaelewani. Remove people from your heart. Toa watu kwa mioyo yenu. For you to flow. Ili ukaweze For you to maintain your anointing. ili ukaweze kulinda. And that's why he was told to make a breastplate. Kwa maana aliambiwa atengeneze With zao ya names of people. na majina ya watu. I want you to have a name Nataka uwe na jina of somebody positively. ya mtu lakini That you pray for him. umwombee. That you are in touch. Ya kwamba unaguswa. And that one will bring the anointing Na of the hiyo Lord. italeta upako wa Mungu. So you break the anointing Kwa hivyo unatoa upako by the way you relate. vile unavyohusiana. So how you relate Vile unavyohusiana is also very important with the anointing. ni muhimu sana na upako. Number 3. Jambo la tatu. I just wanted to go very fast. Nataka kwenda kwa haraka He was sana. told to make a robe. Aliambiwa atengeneze vazi, Kanzu. kanzu. That's now public life. Na hiyo sasa ni maisha yako ya The kuonekana. way you live publicly. Vile unavyoishi kawaida, maisha The way yako, people see you vile watu wanavyokuona determines your anointing. inalingana na upako wako. Mimi bora nimeimba. Bora isende mbele hoja. Sitaki kujua vile watu wanasema kwangu. Sijamfanya banda A robe. atengeneze kanzu. The public life Maisha yako have a good testimony. iko na ushuhuda mzuri At home, nyumbani, in the office, kwa ofisi, those who are in school, wale walio shuleni. the public life Maisha yako unayoishi matters a lot. inategemea sana. Some of us, if we were told to have a crusade at our home ground, Wengine wetu tukiambiwa tuwe na mkutano wa hadhara mahali tumezaliwa, alafu uambiwe wewe ndio utaongoza praise, wewe ndio utaimba sifa pale, unaweza muiende. unaanza kujificha chini ya mwembe, Because your public life at home is, kwa sababu maisha yako kule nyumbani, your robe is scattered. kanzu yako ni chafu. Hallelujah. Haleluya, Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tukutania karibu na gate yenu, alafu useme Bwana asifiwe. Nikikutana karibu na wewe kwa gate niseme praise God. Mzuri mzuri. Poa. Because of your public Kwa sababu ya maisha yako life. unayoishi So as a singer kama who mwimbaji is a priest, ambao ni kuhani, who wants to sing songs that are good, ambao anataka aimbe nyimbo ambazo that are fitting ambazo ziko sawa, and pleasant, ambao zinafurahisha. check on your public life. Tazama maisha yako unayoyaishi. There is another cloth that Kuna nguo nyingine ambayo number 4, the last one. Underwear. la nne, ile nguo ya ndani, nguo ya ndani. Unajua wakati tulikuwa kwa shule primary, Shuleni primary, boys walikuwa wanakuja na kio. mvulana angekuja na kioo. Bwana asifiwe. Na unajua tulikuwa tunasoma kitabu sometimes some years ago. Miaka hiyo ya zamani, Anakuja na kio, nguo na kioo anaweka chini ya nguo ya dada. ya msichana. Bwana asifiwe. Alafu najua umevaa red ya red. Unajua umevaa ya red. But there's what we call a private. Kuna kile tunaita Underwear. maisha yako ya And the Bible siri. says that underwear Hiyo ya ndani, ilikuwa inaitwa afuongo. Afuongo unajua? Afuongo afuongo ile inapeana hewa. Sometimes we need also some kutoa hewa. Bwana asifiwe. Hiyo kutoa hewa hiyo inamaanisha uko na wakati wa kurest. Private life yako ipumzike. maisha yako ya siri. This hapa worship experience worship experience iko wapi? So you are also Kila wakati you are called a worship experience. unaitwa worship experience. You cannot sit down Huwezi kaa chini to rest. kupumzika. Private life
Maisha yako ya siri. Underwear Ile ya ndani. is something, even ukiniambia nikwambie huyu amevaa gani leo. Ukiniambia huyu alivaa nini leo? Yeye ndiye amejua. Yeye peke yake ndiye anajua. Hata mimi sijui bibi yangu alivaa, sababu alivaa kama nimeenda kwa bafu. Nisijui hata mke wake. Pastor bibi unajua yeye amevaa leo. Bwana asifiwe. Wewe unajua yeye alivaa? Aitoka amepema ajui. Ajui hata alivaa gani. So it's a private life. Ni maisha yako ya siri. The life you know yourself. Maisha ambayo unajijua What wewe. you do alone. Ile unafanya peke yako. Amen. What you do when you are alone. Kile unafanya wakati uko peke yako. Umefanya practice ya worship kwa revival, watu wote wameenda, kila mtu ameenda kwake. Kila mtu ameenda. Yenye unafanya ukiwa peke yako. Yes. Ndio hiyo nguo ya ndani. Priest Kuhani must take care of the private life. lazima shughulikie maisha yake ya siri. Sababu hata yeye hajui nilivaa gani. Hata yeye ajui. Anazijua zote lakini hajui nilivaa gani. Bali. Bwana asifiwe. Amen. What am I saying? Nasema nini? Take care of a private life. Ukashughulikia maisha yako ya What siri. do you do when you are alone? Unafanya nini ukiwa peke What yako? do you do when you're on Facebook alone? Unafanya nini kwa Facebook peke yako? Yeah. TikTok. TikTok. Hiyo TikTok. What do you do? Unafanya nini? Which pages do you enter? Wewe unaingia kwa Because kurasa nobody knows. kwa sababu hakuna Wengine jua. wako na simu ziko dark screen yenye peke yake ndiye anajua. Wengine kioo ya simu yao ni ile nyeusi, wenyewe wanajua. Mwenyewe anajua hata mtu akikaa hivi akiangalia. Haoni. Private life. Maisha yako ya siri. What do you do with your phones? Unafanya nini na As simu a yako? singer. Kama mwimbaji. Hallelujah. Hallelujah. As a praiser. Kama mwimbaji. As a priest. Kama How kuhani. do you behave Unafanya aje? as a person alone? Kama mtu ukiwa peke Ushakaa yako. practice na mama hapa Joyce. Umekaa practice na mama hapa. Mmeachana hakuna harvest. Ochioko na zina ingo. Unaenda kufanya nini? What do you do privately? Unafanya nini kwa siri? Which messages do you send? Wewe unatuma ujumbe gani? If we come to a timeline, Tukikuja katika nafasi nzuri. ile yako ya ile unatumianga message za siri kwa Inbox. Yes. What do we Tukipanga find? tutapata nini Because tukikuja you are kwa alone. maana uko peke yako. The garment that you need to put on as a priest, Vazi ambavyo unastahili kuvalia kama Underwear. kuhani, ile ya ndani. private life, Maisha yako ya siri. the part of the cloth Ile aina ya nguo that no one sees. ambayo hakuna aionayo. Hallelujah. Amina. That's the kind of cloth Hiyo ndio aina ya nguo that you as a priest wewe kama kuhani must put on. lazima uvalie. So he says that fine linen must be white. Inasema kwamba hiyo vazi Sisemi kaweze yenye unavaa kuwa hiyo yenye umevaa hata ni yako tu. But ile ya priest ile ya kuhani ikuwe white pia. iwe na upana. Ile sungu yako ya spiritual hiyo. Hiyo ya fungu ya kiroho ya kikuhani hiyo. ya kikuhani Ikuwe white ili upate kubreathe. iwe pana ili upumue. Singers are the most busy people. Waimbaji ni watu ambao kuna Ako shughuli nyingi. hapa kwa praise and worship, ako hapa kwa worship experience, ako wapi akisikia yote anataka kuhudhuria. Yote yeye anataka Have time to rest. kuwa na nafasi ya Also kupumzika. as a singer, Wewe kama mtu for you to maintain anointing. ili ukaweze Because the kulinda more you give out, maana wakati the zaidi more the unapotoa anointing goes. zaidi upako. So have time kuwa na to wakati harvest a new anointing. ya kuvuna. How do you get that time? Utapataje hiyo Time of wakati? prayer. Wakati wa maombi. Praise the Lord. Bwana The asifiwe. singer who does not pray Mwimbaji ambaye is haombi just a presenter. yeye ni yule wa kuonyesha tu. A singer who does not give himself to prayer Mwimbaji ambaye hajitolei kwa maombi is a presenter. He just yeye ni presents. yule tu wa kuonyesha, anaonyesha tu. Hata kama unacheza ngoma vizuri lakini hauombi, wewe unatuwakilishia tu ngoma. Unatuwakilishia tu ngoma. Bwana asifiwe. Amen. Haijalishi unacheza namna gani vizuri. Haijalishi vile unavyocheza, You are just presenting wewe unatumbuiza without anointing. bila upako. May the Lord bless you. Bwana wabariki. Amina. I want my pastor to come to. He did introduce, but I want him. Bless
Wacha tuombe. Father, Lord, we thank you Baba Mungu, tunakushukuru for gathering us here today. kwa kukusanya mahali hapa leo. Your word says, Neno lako lasema, do not guard your people in vain. haukusanyi watu wako kwa bure. Thank you for the purpose you have gathered us. Asante kwa kusudi ambao umetukusanyisha mahali hapa leo. I pray for open heavens. Naomba kwa mbingu zilizo wazi. Thank you for the message you have received. Asante kwa ujumbe tumepokea. Lord, I commit this worship experience unto you. Bwana, nakabidhi hii ibada ya sehemu ya ibada mikononi mwako. Take control. Kaweze kuchukua ushukani. In Jesus' name we pray. Katika jina la Yesu naomba. Amen. Amina.